Mama, habari na pole kwa kusubiri. Lakini mwanao tumemfanyia vipimo na tumegundua kuwa mwanao ana malaria mbili. Kwa hiyo nitakuandikia dawa hapa, uende kwenye dirisha la dawa uweze kufanyia malipo mamangu. Asante sana babangu. Yaani nakwambia huyu mwanaume kazi yake kukimbizana na wahalifu tu. Kazi yake yeye nyumbani kulala halali. Kesha kituo cha polisi. Kazi gani? Kazi gani? Ninachoka jamani. Mama, haya ni majukumu na ni majukumu ya kifamilia, kwa mwache mwanaume atimize majukumu yake ya kifamilia. Basi sawa, ngoja basi nikuandikie hapa mama, uende ukafanye mambo ya malipo na uweze kupata hizo dawa kwa ajili ya kumtibu mtoto. Asante sana babangu jamani, ninachoka mimi. Shida gani? Unajua afande Rehema, mimi yule mhalifu ananitatiza sana. Sielewi kwa nini ananisumbua. Natamani siku nimkamate, nimpige vibao, nimtie vibao. Ananisumbua haswa mimi, wala sielewi. Hata mimi nilipotaka kwenda kumkamata alikuwa ananisumbua hivyo, lakini nikaa nawaza, kwa nini huyu jamaa anajiamini? Kwa nini anajiamini? Lakini sikupata jibu, ndio maana nikatumwa na wewe twende tukamsaidie. Ala, afande Ngwinjo, mpaka sasa hivi haujaniletea majukumu niliyokupa. Haujaniletea mrejesho wowote. Nimekupa kazi ya kwenda kukamata wale wahalifu. Mpaka sasa hivi wahalifu bado wapo mtaani, wanaendelea kula kuku na mrija. Na wewe umekuja kuniletea ndevu zako mbili kama mzizi wa rangi. Hebu nieleze, wale watuhumiwa iko wapi? Wale watuhumiwa mimi nawakamata, ila nilipowaleta hapa kituo cha polisi, kuna yule afande ajita yeye afande Njeshi, kanwachukua, kanwatolea zamana, kanwaondosha. Mimi nitafanya nini hapo mkuu? Na watu wakushukuja kutolewa zamana wameondoka, mie nabaki hivi na ndevu zangu mbili, mie sijui hata mfanye nini. Sasa basi, kama ni hivyo, ninakupa wiki 2. Nahitaji wale wahalifu sugu wawe wameshakamatwa, la si hivyo nitakupuruchua hivyo vyeo vyako vyote, na ukifanya masihara nitanyoa hadi hizo ndevu zako mbili unazoringia. Umenielewa afande Ngwinjo? Haya, ondoka upesi, sitaki hata kukuona. Nimekuelewa afande, nitajitahidi kwa uwezo wangu niweze kuwakamata yale majambari kasugu. Aha! Afande Ngwinjo, habari za siku nyingi, hatujaonana kweli. Haki ya Mungu, ni siku nyingi sana hatujaonana. Vipi rafiki yangu, habari za siku nyingi? Maana nasikia tangu ingie kwenye jeshi la polisi kunkua huonekani, kunkua we adimu sana wewe. Wenyewe wasema kunkua adimu kama maziwa ya sisimizi. Kwani maziwa ya sisimizi hayaonekani? Hando kunkua wewe ya rafiki yangu wewe. Ni muda hatujaonana wallahi. Mkweli tangu mmerudi katika hizi harakati za kujifundisha na ujeshi, mmekuwa ninapata majukumu mazito sana mie. Ninapoa kitengo cha kufuatilia wahalifu wenyewe wanichachafya, mpaka mkuu kanita mie ataka nifukuza kazi. Anaambia atampurukutua ndevu zangu zote na vyeo vyangu. Rafiki yangu hapa na mawazo haswa. Ala, basi usijali, hiyo ni kawaida. Mie nakushauri ndugu yangu, endelea kuchapa kazi, endelea kupiga kazi, maana ipo siku utakuja kuona faida yake. Ama wasemaje? Haya, hamna shida. Hawa walikuwa waelekea wapi? Maana mimi nilikuwa naingia ngahawani mwende kapate moja moto, moja baridi, nipate na
na kupunguza na mawazo. Mie nilikuwa napita tu na mambo yangu. Basi kama ni hivyo, haina shida, tutaonana. Habari za mchana, mabibi na mabwana. Kabla ya yote, nataka kueleza kitu kuwa hiki kikao ni kwa ajili ya ujinga ambao unafanyika ndani ya idara yetu ya ulinzi. Maana hivi juzi kati nilimpa kazi bwana Afande Mkwicho awakamate wale majambarika sugu, na aliwakamata. Lakini kuna afande amejifanya yeye ndio kiongozi na kuitoa dhamana kwa wale majambarika. Huu ni ujinga, tena ni ujinga. Ninachokihitaji, jeshi la polisi liendelee kufanya kazi kwa ustadi wake. Mhalifu anapokamatwa ni lazima ashikiliwe na apelekwe ndani ya mahakama kwa ajili ya kupewa hukumu yake. Nadhani nimeeleweka. Kuna yoyote mwenye swali? Mie na swali. Afande, juzi uliniita ukanambia ni wakamate wale mahalifu walioondoka kituo cha polisi. Lakini afande, naomba unigeye tena msaidizi. Maana mimi ni peke yangu na wale mahalifu wana vyombo vya moto. Je, wakija wakinitofulia mimi ya kichwa mimi nitakuwaje? Na mimi nina familia mimi yanitegemea. Naomba unisaidie kwa hilo mkuu, nisaidie. Bwana Kwicho, nimekuelewa. Kwa hiyo kuanzia leo kazi niliyokupa utaongozana na Afande Mgwegeje. Afande Mgwegeje, unahitajika uongozane na Afande Kwicho kwa ajili ya kwenda kukamata hao mahalifu. Ole wake litokee vitu nijifanye yeye ndio kiongozi na liwaachie. Nitamtofyola mtu kizazi. Basi hamna shida afande, kama ni hivyo mie kazi nitaifanya kwa ustadi. Tena kwa ustadi haswa. Tena nataka nizidishe juhudi. Ama wasemaje Afande Mgurugujo? Basi mimi nafunga mjadala huu, kila mtu endelee na majukumu yake ya kazi. Ninachohitajika kazi ifanyike. Nimetoa wiki 2. Nahitaji wale wahalifu wawe wameshakamatwa. Ole wake wiki 2 zimalize, alafu wahalifu waendelee kula kuku, waendelee kwenda kujivinjari. Ole wenu, kazi mwote mtakuwa hamuna. Hivi Afande Kwicho, kama leo tutawakosa wahalifu itakuwaje? Tutarudi kwa mkuu tukimwambia wahalifu wametutoroka, ama itakuwaje? Yani lazima leo tuwakamate. Iwe isiwe, lazima leo tuwakamate. Yani lazima leo tuwapeleke mahabusu endo wakanyie kwenye debe. Yani nisirudi kama sijawakamata hawa wapuuzi. Ala. Basi iwe heri, na tukifika pale ni kupiga bunduki, kamata tia ndani. Ni lazima leo tuwakamate. Yani lazima leo mie leo sirudi tena, leo sirudi kituo cha polisi bila kuwakamata. Ni lazima leo mkuu akanisifie, lazima mkuu akanisifie mie. Halo wewe mwanangu. Mama, leo tumeingia chuo cha kike kweli. Tumekubali kukamatika. Ni uzembe huu, tumekamatika kizembe kweli. Ona sasa, tupo nyuma ya nondo, tunajia debe. Na nilikwambia usiwaamini watu. Umeona sasa? Shit. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui kama watakuja kuwa ni maafande. Ona sasa kilichotukuta.
ila sikiliza, mimi na mpango, na huu mpango huu lazima leo tiki. Hawa ni wachumba tu, wapuuzi. Haya.